Tunasema haiko vitu ni hapa tunafungia. Swali moja. Ni hapo. Hapo jambo ndio tunaanza biashara kwa tumefika kwa hapa tunasema nawe jamii ya Muluya ndio namba moja kwa idadi ya watu. Lakini ukiangalia kwa serikali hatupo huko. Wamechukua watu wawili, wameweka kule mbele, ati wakishiba Muluya ameshiba. Ni mnakubali maneno kweli? Mimi watu wangu nimejitolea kwa kauli moja. Vile mwana wa Mungu Yesu Kristo alijitolea mara moja, akaja akafa ili watu wake waokoke, si ndio? Mimi niko kule mbele na mimi sitawacha mpaka ile siku Muluya atatoka kwa matatizo. Haiwezi kuwa kwamba jamii ambayo watu wamesoma hata wakienda kwa serikali hakuna kazi. Wakiajiri polisi, wengine wanabebwa na malori, nyinyi mnabebwa na bodaboda. Hii maneno kubali kweli? Wameua Nzoia, wameua Mumias na wataki tuongee. Hata wataka tunyamaze tu. Katiba ya Kenya inakubali watu kuongea, na mimi sitaogopa kwa sababu nalindwa na katiba. Sasa mimi ni komando. Mimi ni generali. Tukimwona gavana kinyanyazwa kwa shilingi milioni 2, milioni 3, na hao wamesema ati wanaenda kuprobe kwa bilioni sijui ngapi, wanataka kumshika mnyanyaze ndio wakuje wakae kwa boma yetu, tunakataa. Kakamega sio mahali ya kucheza, semeni Bungoma sio mahali pa kucheza, semeni Trans Nzoia sio mahali ya kucheza, semeni Busia sio mahali ya kucheza, semeni na wakati Muluya yoyote ambaye kwa Kenya hii mahali kwa asichezee, semeni wakitaka kupanga wale matumbo kubwa waende Sugoi wapangie huko, mnasikia? Utakubali maneno kweli? Watu wakikuja hapa Kakamega mwambie tuko na ndume sisi, ama namna gani? Hatutafuata ndume za watu wengine. Wamama wa Luya pia wamezaa wanaume, ama namna gani? Alafu tuongee na wanaume wengine tupange hekima ya taifa la Kenya, si ndio? Mambo ya watu kunyanyaswa tena hatutaki. Wale viongozi ambao nyinyi mnataka ndio tutaongea nao, si ndio? Hakuna mambo ya kudictate. Muluya 2027 lazima anaokoka, ama namna gani?